tiba ya kuongezewa damu ni ile ambayo mgonjwa anapewa kupitia mshipa wa damu kutokana na matatizo mbalimbali. Matatizo au magonjwa hayo yanaweza yakawa kwamba mgonjwa amepoteza damu nyingi kutokana na kuumia au wamefanyiwa upasuaji, au kwa wale wamama ambao wanapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua. Lakini pia kuna wagonjwa wanahitaji kuongezewa damu kutokana na upungufu waliokuwa nao ambao unatokana na shida za lishe. Kuna wagonjwa wengine wanakuwa na upungufu unaosababishwa na tiba ambayo anapokea kutokana na ugonjwa wa saratani. Kwa hivyo dawa za saratani zinaweza zikasababisha upungufu wa damu na hivyo kupelekea mgonjwa huyu kuhitaji kuongezewa damu. Lakini kuna kundi lingine, wagonjwa ambao wana magonjwa ya damu yenyewe, mfano sickle cell. Kwa hivyo huenda mara kwa mara wakahitaji tiba ya kuongezewa damu. Mgonjwa anayehitaji damu ni muhimu akapata damu ambayo ina kundi linalofanana na kundi lake la damu. Na hiyo sasa ndio inapelekea umuhimu wa kuchangia damu. Tukiongelea makundi ya damu, kuna makundi makuu manne. Kuna kundi A, kuna kundi B, kuna kundi O pamoja na AB. Lakini kwenye haya makundi manne yamegawanyika tena kwenye positive na negative. Kwa hivyo hiyo inapelekea kwamba tunakuwa na makundi 8 makuu. Wenye damu ya kundi O ndio wako wengi, kwa hivyo 50% au zaidi ya wananchi wana kundi O. Wenye makundi ya negative, rhesus negative, ndio tunasema ni makundi adimu. Unapokwenda kuchangia damu, utatoa damu, lakini damu hii ina vipengele au ina mazao makuu matatu. Kuna chembe nyekundu, kuna chembe sahani, na pia kuna kimiminika ambacho kinaitwa plasma. Ni nani ambaye anaweza kuchangia damu? Au ni vigezo gani ambavyo anatakiwa awe navyo mtu ili aje kuchangia damu? Anatakiwa awe ni mtu mzima mwenye afya njema. Awe na umri wa kati ya miaka 18 mpaka 65. Awe na uzito usiopungua kilo 50. Lakini pia siku ambayo anakuja kuchangia damu, asiwe anatumia dawa za aina yoyote, labda kama ana malaria au ana dawa za pressure, awe anajisikia ana afya njema siku hiyo. Pia anapaswa awe na wingi wa damu unaotosheleza. Utaratibu wa kuchangia damu una vipengele 4. Cha kwanza, ataandikishwa, kwa hivyo maelezo yake ya awali yatachukuliwa, jina lake, ametokea wapi. Hatua inayofuata ni kupata ushauri nasaha. Kwa hivyo ataulizwa maswali machache kupitia dodoso fulani, na ili dodoso ni muhimu kwa sababu tunataka tuhakikishe kwamba ana afya njema. Kwa hivyo ile hatua ya yeye kuchangia damu haitamdhuru yeye wala haitaleta madhara kwa yule ambaye atakwenda kuongezewa ile damu. Akitoka hapo atakwenda sasa kwenye ile hatua ya kutolewa damu, kwa maana kwamba sasa ndio anachangia damu yenyewe. Baada ya hapo atapumzikwa kwa muda wa dakika 5 mpaka 15. Kwa kipindi hichi tunasema arudishe ile aliyotoa. Kwa hivyo atapata maji au kinywaji laini pamoja na kitafunio kidogo. Kwa nini uchangie damu? Kuna umuhimu gani wa wewe kujitokeza kuja kuchangia damu? Hakuna mbadala wa damu. Mgonjwa anayehitaji damu anayehitaji kuongezewa damu. Hakuna kiwanda cha kutengeneza damu, hakuna duka la kwenda kununua damu. Kwa hivyo tunahitaji wewe uje uchangie damu
ili damu yako itumike kwenye kutibu mtu. Faida ni kurudisha afya kwa mtu, utakuwa umeokoa maisha ya mtu. Pili, utakuwa umechangia kwenye ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Lakini faida nyingine ni wewe mwenyewe kujisikia vizuri. Unajisikia kwamba umerudisha kwa jamii, umepata thawabu kwa Mungu. Kwa hivyo inakufanya wewe kama mchangia damu kuona kwamba umechangia zawadi kwa wagonjwa au kwa wenzako. Kuna imani potofu au taarifa ambazo sio sahihi zinazowafanya watu waogope kuja kuchangia damu. Mojawapo ni kwamba uchangiaji damu inasababisha maumivu. Sio kweli. La pili ni kwamba wanaona kama kuchangia damu sio salama. Lakini wahudumu wa afya wako pale kuhakikisha usalama wa kwako. Ndio maana kuna vigezo, lakini pia vifaa vile ambavyo vinatumika vyote viko kwenye hali ya ubora na ni visafi na vinatumika mara moja tu. Lingine ni kwamba labda sina damu ya kutosha. Na ndio umuhimu wa kupitia kwenye lile dodoso. Tulieleza kwenye hatua zake, kuna kupitia ushauri nasaha na kuna kupimwa wingi wa damu. Sasa pale ndio mhudumu wa afya atahakikisha kwamba wewe unayo damu ya kutosha ya kuchangia, lakini ya kubaki nayo wewe na ukaendelea kuwa na afya. Lingine ni imani ya kwamba nikichangia damu nitakuwa mtumwa, nitalazimika kuchangia damu mara kwa mara kwa sababu damu itakuwa inaongezeka, inazidi mwilini. Hii nayo sio kweli, kwa sababu mwili ulivyotengenezwa una mfumo wa kurudisha kile ambacho umechangia na kufika ukomo ambao unakusababisha wewe kuweza kuendelea na maisha yako kwa hali ya kawaida bila ya kuwa na madhara ya aina yoyote. Unaweza ukachangia damu kupitia vituo vya uchangiaji damu ambavyo viko sehemu mbalimbali. Kuna vituo vya kuchangia damu vya mpango wa taifa wa damu salama, lakini pia kuna vituo vya kuchangia damu ambavyo viko kwenye hospitali zetu za kanda, hospitali zetu za rufaa za mkoa, hospitali ambazo ziko kwenye halmashauri zetu zote na vituo mbalimbali. Kutokana na matukio mbalimbali au matangazo ya mazoezi ya uchangiaji damu ambayo yanafanyika mara kwa mara. Taarifa zaidi au elimu zaidi kuhusu uchangiaji damu inaweza ikapatikana kupitia Wizara ya Afya, kupitia tovuti ya Mpango wa Taifa wa Damu Salama, lakini kupitia kurasa zao za jamii. Unaweza ukaingia kule ukapata taarifa kuhusu ni wapi ambapo unaweza kwenda kuchangia damu, taarifa sahihi kuhusu imani potofu, vigezo gani, utaratibu wa kuchangia damu vile vile. Kwa kuhitimisha, ninakukaribisha wewe ndugu yangu, uje uchangie damu. Uje utoe zawadi ya uhai kwa mwenzako. Uje utoe zawadi ya upendo na mshikamano kupitia uchangiaji damu. Changia damu, okoa maisha.